Hakika siku ya Idi ni siku ya kuondoa tofauti, kuleta umoja, kuleta ushikamano, kusafiana nyoyo kutokana na kila mafundo ya chuki, hasadi, choyo, siku ya Idi. Lakini haya maelezo sio siku ya Idi peke yake, hapana. Mpaka sairil ashhar, mpaka miezi mingine iliyobakia. Isiwe ni siku ya Idi tu tukitoka hapa twapiana mikono, twakumbatiana, twabusiana, hapana. Mpaka miezi mingine iliyobakia wanatakiwa uishi hivi, usimchukie mwenzako. Na maulama wanasema mtu ambaye anamchukia mwenzake hatobowi, maneno ya vijana, hatobowi siku ya kiyama. Yani wewe ukiwa mwalimu wa chuoni, ukiwa shekhe, ukiwa dai, uwe vovote vile, ikiwa una chembe ya chuki, ikiwa una chembe ya roho mbaya, hutobowi siku ya kiyama, pepo uione. Hata siku ya Idi ni siku ya kusafiana nia, ni siku ya kusameheana, ni siku ya kufanyana kila jambo la kheri katika. Lakini sio siku ya Idi peke yake, mpaka miezi mengine. Yani hii iwe ndo mfumo wako wa maisha. Unatakiwa uishi hivyo. Usiwe na halaka katika kwa yako. Usiwe na choyo. Usiwe na hasadi. Na choyo na hasadi maana yake moja. Kwa sababu kama wewe itakuwa hupendi mwenzako kupata gari, siku nyingine kapambana mpaka kapata khiliki, wewe waumia. Au atoa mawaidha vizuri hupendi, wampiga vita, hutobowi. Na hii ni sifa ya uchawi. Kwa sababu uchawi si lazima uruke. Ukiwa na roho mbaya tu, wewe ndani ya orodha ya uchawi. Hata siku hii ni siku ya mshikamano, ni siku ya kupendana, ni siku ya kusafiana nyoyo. Watu wawe safi katika nyoyo zao, wawe safi katika maisha yao. Lakini si hii tu, mpaka miezi mingine, mpaka unaingia kaburini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha maneno yangu, anasema hivi: ma zada Allahu abdan bi'afwan illa izza. Allah hamzidishi mja wake kusamehe isipokuwa utukufu. Yani wewe ukimsamehe ndugu yako, Allah anakuzidisha nini? Utukufu. Watukufu wa Kiislamu. Pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali yaltaqiyan. Si halali kwa Muislamu kumuhama ndugu yake wa Kiislamu zaidi ya siku 3. Yaltaqiyani, wakionana, fayuridhu hadha wa yuridhu hadha. Huyu kamchukia mwenzake, huyu kampuuzia mwenzake. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Na mbora wao ni yule ambaye anaanza kwa salamu. Mbora wao ni yule ambaye anaanza kwa salamu. Hapa nataka nishereheshe kidogo. Katika jamii tunahasimiana. Hii kuhasimiana ni kitu cha kawaida kwa sababu binadamu ni dhaifu. Lakini mbora wao mbele ya Mwenyezi Mungu, mbora wao, nataka uwe vipi we? Mbora wao ni yule ambaye anaanza kwa salamu. Mbora wao ni yule ambaye anaanza kwa salamu. Na salamu inatengeneza raghba. Salamu inatengeneza mapenzi. Ukiona mtu hataki kusalimiwa, hakupendi, chukua hiyo. Ukiona mtu hatoki msalimia, haitiki, hakupendi. Kwa sababu ndani ya dini kumeelezwa kitu salamu, na salamu inaleta umoja, salamu inaleta mapenzi. Sasa mbora wao bila Mwenyezi Mungu ni ambaye anaanza kwa salamu. Watukufu wa Kiislamu, pia Mtume akasema: man hajara akhahu, yoyote atakayemuhama ndugu yake sanatan, kwa mwaka mmoja, fa huwa kisfi damihi, ni sawasawa amemwaga damu yake. Yani mwaka mzima wewe shoga yako au rafiki yako hamsemi mwaka mzima, basi ni sawasawa umemwaga damu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah wallahu akbar kabira, walhamdulillahi hamdan kathira.